Ikiwa ni mwendelezo wa mikutano ya mawaziri na waandishi wa habari katika kuangazia siku 100 za Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Mwinyi, Waziri wa Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Mwalimu Harun Ali Suleiman, amezungumzia mambo mbalimbali ya maendeleo ndani ya wizara yake, ikiwemo kuboresha na kutengeneza majengo ya mahakama na kuongeza majaji ili kuondoa uwekwaji wa kesi kwa muda mrefu. Ndugu waandishi wa habari na wananchi popote pale ambapo wanasikiliza, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia kwanza kuamka kwa salama, alhamdulillah, tukanyaka njema na tumeamka hali ya nchi yetu inaendelea na amani kubwa katika maeneo yote ya visiwa vyetu vya Unguja na Pemba. Wizara yetu hii bahati nzuri ina maeneo matatu makubwa. Eneo la kwanza ni eneo la sheria, utoaji wa haki. Eneo la pili ni eneo la utumishi, na eneo la tatu ni eneo la utawala bora. Sasa mimi nitaanza kwa eleza moja moja katika hilo, na baadaye tutaendelea na nyingine hadi tumaliza sehemu zote tatu. Katika swala zima la utoaji wa haki, na nimshukuru sana Dr. Hussein katika kazi kubwa aliyofanya kuimarisha eneo hili la utoaji wa haki. Sote ni mashuhuda katika wilaya zetu zote au mikoa kuna majengo mapya kabisa ya kisasa ya mahakama katika kila wilaya na mkoa wetu, pamoja na zile mahakama kuu ambazo zimejengwa hapa Zanzibar. Upande wa Tunguu, jengo la mwanzo kabisa lilianza wakati wa Dr. Sheni na limeendelezwa wakati wa Dr. Hussein, na Pemba tayari lishakamilika sasa hivi upande mahakama kuu sehemu ya Zanzibar ambayo iko kule Pemba, ambapo tupata msaada mkubwa wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini tumejenga mahakama nyingi? Maana kuna uhalifu wa hali ya juu, kuna matatizo mengi sana ambayo inabidi mahakama tuongeze. Wala si sababu hiyo. Sababu kubwa ya kimsingi kwamba wananchi wetu wamekuwa wakipata shida. Kama wanakuwa na kesi zao kwa bahati mbaya katika maeneo yao mbalimbali, inabidi wafukuzie au zitafute mahakama za Vuga wakati ule na za Mwera pengine kwa upande wa Kusini, au katika zile mahakama za mikoa wakati ule, lakini masafa ni marefu. Wananchi wetu wengi sana, sisi ni asili yetu ni vijijini, kwa hivyo shida zaidi ziko katika jamii huko chini. Inabidi sasa wananchi wale wazifuatilie huduma zile na lazima wazipate. Sasa kwa kuona hili, serikali ya Zanzibar awamu ya 8 ikasema hapana, kwanza tuweke miundombinu iliyokuwa mizuri na ya kisasa. Mahakama zetu za zamani zilikuwa hazina tofauti ya mabanda ya kuku, maana ndani humo mafaili, humo kuna mafanicha yameharibika ndani, kwa kweli uchafu hamrelishi, mapaa yale yalikuwa mabovu kabisa na ninginia mengine maeneo mengine, yani hata kuingia mle ndani basi ni kesi yenyewe, mbali hata hujahukumiwa. Ile kuingia kwenye mahakama kama ile tu itakuwa unaonekana kama una kesi, na kweli kesi utakuwa nayo, lakini sasa ukiingia mle ndani mambo yanazidi, yani unaogopa kabla hata hujashtakiwa. Kwa hivyo alhamdulillah, hili nashukuru sana serikali ya awamu ya 8 imelisimamia kwa nguvu zake, na hapa tumpongezeni sana Dr. Hussein. Sambamba na hilo, tumeongeza majaji. Miaka 5 iliyopita pale tulikuwa majaji 8, sasa hivi tumefikia majaji 13 mpaka 14. Maana yake ni huduma sasa hivi za utoaji wa haki zitatolewa kwa haraka zaidi, kwa sababu tayari wanaosimamia utoaji wa haki wako wengi, na na imani kwamba wananchi wataridhika sana huduma hii. Mahakimu vile vile wanaongezeka kila siku, wanateuliwa. Mimi na imani kubwa kwamba inshallah, tusiombe Mungu kuendelea matatizo wananchi wetu kuwa na matatizo mbalimbali, lakini tufike mahali Zanzibar matatizo haya ya jinai au ya kudai haki mbalimbali basi tuondokane nayo kabisa. Lakini tunafanya nini katika masuala ya msaada wa sheria? Tunachofanya ni kwamba mwananchi anapokuwa na matatizo yake, kuna wale maparalegals, yani wanaita wasaidizi wa sheria, wako katika wilaya zetu na shehia zetu zote bure bila kulipa pesa yoyote. Kwa hivyo natoa wito kwa wananchi wote, anapokuwa na shida yake, maafisa wetu watoaji wa msaada wa sheria wapo katika shehia zetu zote Unguja na Pemba, waende waeleze matatizo yao. Imani yangu inshallah
watapata. Tumekuwa na ushahidi mkubwa, watu wengi walikuwa na matatizo mbalimbali alhamdulillah, tumefika mahali watu walikosa haki wamepata haki zao.